Hivi ya Lady, mbona unaita mazoea makubwa sana? Naona mazoea shazidi Sio? Mimi kila siku nakukataza kuvaa nguo zangu, hutaki kusikia. Sasa leo nataka nikuvue kabisa, ukae wazi. Sikia. Achana vitu vyangu. Sitaki uguse nguo zangu. Vaa za kwako, nivae za kwangu. Sawa? Halafu mbona unataka kuniumiza sana kichwa? Kila siku nakukataza lakini usikii. Halafu wewe, sikupendi. Sikupendi. Sijui nikwambieje. Katika hii nyumba. Wewe tu ndo sikupendi. Japo na yule simpendi kidogo, lakini wewe sikuhitaji hata ndani. Achana vitu vyangu. Unakoelekea nitakupiga mabanzi. Nakusikiliza. Atanasi, unajua mimi kuna kitu ambacho sikielewi kuhusu wewe na Yaredi. Na hicho kitu kimekuwa kikiniumiza sana akili yangu. Hivi ni kwa nini huwa unapenda kumtolea maneno makali mdogo wako? Shida iko wapi kati yako wewe na Yaredi? Shida ya Yaredi ni kwamba hasikii. Kila nikimkataza kutumia vitu vyangu, lakini huwa hasikii. Hicho tu ndo kinasababisha mimi nisimpende. Ni kwa nini unamkataza? Ina maana ufahamu kwamba Yaredi ni mdogo wako? Mimi sina mdogo wa vile. Nikwambie tu ukweli. Mimi sina mdogo wa vile. Atanasi, acha nikwambie kitu kimoja mdogo wangu. Sisi tutabaki kuwa ni ndugu tu. Haijalishi kwamba baba yetu ni mmoja, mama tofauti. Lakini sisi tutabaki kuwa ndugu tu. Yaredi hata aende wapi, atabaki kuwa mdogo wako tu. Kwa sababu tayari yuko baba anayetufanya sisi kuwa damu moja. Hivyo upaswi kumchukia mdogo wako.
Afadhali hata nimekuona. Mambo? Poa, mambo. Eti nikuulize kitu. Umemwona Jay? Hapana, mimi nilizani utaniambia umemwona. Mimi mwenyewe na kama siku 2 sijamuona. Tena afadhali nimekuona. Naomba ukimwona Jay umfikishie taarifa zangu. Mwambie kwamba Jay nampenda sana. Sasa wewe na Tina wewe, utampendaje mtu ambaye hakupendi? Kwa unapoteza muda kwa vitu ambavyo kabisa vinaonekana. Kwani usije kwangu mimi padezee wa kijiji, ukaenjoy, ukanywa maziwa teke teke. Kwa unahangaika? Tina, usisubirie ndege kwenye stendi ya mkoa. Sawa? Kaa utulie na mimi. Uenjoy man. Wewe na Jay si marafiki? Kusema nampenda Jay wewe tena unitake mimi? Hata nilikuwa nakutania, nilikuwa natikisa mwamba nione je, hapa kitu kiko imara. Okay, basi sawa. Ukimwona mfikishie taarifa zangu. Haina shida, nitamwambia. Yaani wengine wanapendwa, wanatamjua kabisa live. Yaani unakuta mtu anapendwa kabisa, naambiwa mimi ndo nipeke taarifa. Alafu sisi tuko humu ni kitamba tupendwe. Tunanuka kama ile madudu ambayo ukishika linanuka. Jamani, nyota. Yaredi? Naam kaka. Naam kaka. Yaredi mdogo wangu, chukua hizi. Nimekupatia hizo nguo mdogo wangu kwa sababu moja. Yaredi, sitaki uguse nguo ya Atanasi. Sijui tuko sawa? Sawa kaka. Yaani nitakapokuona unagusa kitu cha Atanasi, tutagombana. Achana kabisa na vitu vya Atanasi. Na kama utakuwa una shida na kitu chochote, basi nifuate kakako niambie, nitakusaidia. Kama nina uwezo, nitakusaidia. Ila kama sina uwezo, basi nitakwambia. Sawa mdogo wangu? Sawa kaka. Haya. Kaka, samahani. Naomba nikuulize kitu. Niulize mdogo wangu. Hivi kaka Atanasi ni ndugu yetu kweli au ni rafiki yako tu? Atanasi ni ndugu yetu. Na sisi ni damu hii moja. Kitu ambacho kinatutofautisha sisi ni kwamba baba yetu ni mmoja ila mama mbalimbali. Lakini Atanasi ni ndugu yetu kabisa. Wala hana shida. Kikubwa mdogo wangu, naomba nisikilize maneno ambayo nimekwambia. Achana na vitu vya Atanasi. Sawa? Sawa kaka. Haya. Sana Atanasi. Asante Chande. Kiufupi mwanangu, nachukia sana umaskini. Yeye natamani sana kuwa na maisha kama ya kwako. Nimiliki mjengo kama huu. Aise. Natamani sana. Atanasi, maisha mazuri ni gharama sana. Na usione watu wanaishi kwenye maisha kama haya
kuna changamoto nyingi sana wanapitia. Wewe ni ndugu yangu. Kuhusu nimepataje pesa, naishiji maisha haya, mimi nafikiri muda bado utayajua tu, kwa sababu umri wako bado ni kijana, na hata wewe umenizidi sana mimi. Kama mimi niliweza kuishi maisha haya ambayo wewe unayaona, unayatamani, unatamani kuwa kama mimi, basi hata wewe utayapata. I say, hebu na mimi jaribu kunipa hata mwongozo, njia ya kupata pesa kama hizi unazomiliki wewe. Maana wewe ni kijana mdogo sana, nadhani mimi nakuzidi hata umri. Unaelewa? Sasa nashangaa unamiliki mali nyingi sana. Hebu jaribu kunipa njia na mimi. Sawa. Swala kutafutia njia ni rahisi sana, lakini kikubwa unatakiwa uimarike. Maana yangu unatakiwa kuwa na msiri sana kwenye maisha yako, kwenye kila jambo ambalo unalifanya, hususan kwenye jambo la mafanikio. Atanasi, wengi wanaona watu jinsi wanavyoishi, hawajui shida ambazo wanazipata, na hasa wakiwa kwenye maisha mazuri wanaona tu wamepata kirahisi. Ila mimi nitakupa njia. Mimi nafikiri kwa sasa hivi sio muda sahihi wa kuweza kuelezana kila kitu. Kama utojali, kesho saa 4 njoo hapa nyumbani. Nafikiri nitakupa njia na nitakueleza kila kitu. Hata wewe utakuwa na maisha kama haya ambayo mimi naishi. Hivi ni vitu vidogo tu. Yaani wewe unaiona nyumba na vitu zaidi ya hivi. Kikubwa kuwa na kaba, wewe ni mtoto wa kiume, ili ufikie mafanikio. Sawa? Basi sawa Chande, mimi nitashukuru sana. Usishukuru kwa sasa, shukuru baada ya kupata. Nitakupa njia. Mimi naomba nikuache kwa sababu una mambo kufanya. Sawa? Basi poa mwanangu Chande. Zingatia muda. Naomba kesho saa 4 uwe umefika. Sawa? Yaani uwezi amini, yaani ule mpango umefeli, na hata sifahamu kwamba tunaanzia wapi. Yaani hapa cha kufanya mimi ambacho nilikuwa nataka nikwambie, tutafute njia mbadala ya kuweza kufanikisha ule mpango ukae sawa. Unajua kule mimi ukiniambia hivyo kikweli, yani akili yangu inachoka sana. Sasa hebu niambie, ni plani gani ambayo wewe umekuja nayo? Plani B yako ni nini? Hapa plani B sasa tabiri uniachie mimi. Nikae kwanza nifikirie. Nataka kwanza nikae kichwa changu kitulie, ili nitakapotoa mpango wa pili kitu kimenyooka. Manake plani lazima usinki, ufikirie. Usitaki kufanya kitu ovyo ovyo tu bila kufikiria, kitu kinafanyaje kinavurugika kama kilivyo cha kwanza. Kwa niache kwanza nikakae nifikirie, nikae nitulie, alafu mimi nitakwambia. Sawa? Sawa. Kikubwa mimi ninachokijua, mimi nakuamini sana kule. Na kama tumefeli katika hili, mimi naamini utakuja na mpango ambao ni mzuri zaidi ya huu hapa. Sikutegemea kabisa, sikutegemea, yani sikutegemea katika maisha yangu. Mungu anapanga, sisi naye pia tuna kisu. Basi sawa. Mimi nakuamini sana kule. Na naamini katika hilo utakuja na plani ambayo ni nzuri. Kwa sababu huwezi amini, yani wewe ndio umeshika mpini, mimi nimeshika makali. Yani huu mpango ukifeli tu, yani mimi nimefeli mazima kabisa mwanangu. Yani wakati nyinyi mnapanga, Mungu huko ameshika kisu. Kwa unakuta mambo yanaenda vice versa. Kaka, shida nini? Kitambaa changu kiko wapi?
kitambaa kasiti hapo shingoni. Una bahati. Yaani leo ningekuua. Kaka, kwani mimi nimekukosea nini? Mbona unanichukia kiasi hicho? Hata nasi mdogo wangu. Nini? Ndio unakulaje sasa hivi? Wewe unataka nileje? Kwa nini usile kistaarabu kama wenzao tunapokula? Kwa hiyo Alidi ndio anakula vizuri sio? Hapana, sijamaanisha kwamba Alidi ndio anakula vizuri, lakini ulaji wako sio mzuri mdogo wangu. Hebu kula vizuri bwana. Chukua chakula chenu hapo. Hata nasi. Kwa hata nasi. Kaka, mimi nilikwambia hata nasi ana tabia mbaya huyu. Inatosha mdogo wangu. Kula. Vipi? Safi vipi? Karibu sana ndugu yangu. Asante sana Chande. Kule nimegonga sana. Yaani nimegonga mno bila mafanikio. Yaani nimetumia akili tu ya kusema kwa Mungu anakupigia simu. Na ndio maana nimekuelekeza hapa. Kama nilivyokuambia na sehemu nyingi sana. Na hapa ni kwako? Hapa ni kwangu pia. Moja ya sehemu zangu na hii pia. Hata nasi mimi nilikwambia kwamba nina sehemu nyingi za kuishi na nyumba nyingi zaidi ya kule. Kuona hii ni ya kwako? Hapa ni kwangu. Hapa ni kwangu pia. Na ndio maana nilikwambia uje huko. Lakini usijali kwenye hilo. Hata wewe unawezekana kupata vitu kama hivi. Aisee, hongera sana. Asante. Nafikiri nilikwambia uje kwa ajili ya kukupa ile siri. Na kila kitu utakijua. Pia usione watu wanapata mali sana. Kila mmoja ana siri yake kwenye maisha yake. Kama mimi nimemwaga sana damu za watu,
mpaka kupata hizi mali zote. Umeua? Ndio. Je, mambo Poa, vipi? poa? Mzima? Niko poa, karibu. Asante. Pole na majukumu ya kazi. Asante. Unajua kwa hapa kijijini kwetu kama usipopambana huwezi kula. Ndio maana nakwambia unatakiwa uwe na asili, pia uwe jasiri. Mimi nakwambia kwa sababu ni rafiki yangu. Unahitaji maisha mazuri, na maisha mazuri yanahitaji ujasiri. Sasa basi, kila kitu ni nia. Ukiweka nia kwenye maisha yako, basi lazima ufanikiwe. Je, uko tayari kumwaga damu ya mtu? Kwa hiyo kuna damu pia? Utajiri haupatikani kirahisi kama unavyojua ndugu yangu. Na nakwambia hili kwa sababu wewe ni ndugu yangu, ni rafiki, yani ni zaidi ya kila kitu. Na ndio maana nakwambia kwa sababu unahitaji maisha kama ya kwako. Mbona nataka kuniumiza sana kichwa? Kila siku nakukataza lakini usikii. Halafu wewe, yani sikupendi. Yaani sijui nikwambieje. Yaani katika hii nyumba, yaani wewe tu ndo sikupendi. Japo na yule simpendi kidogo, lakini wewe yaani sikuhitaji hata ndani. Achana vitu vyangu. Unakoelekea nitakupiga mabanzi. Chande, niko tayari. Safi sana. Masharti hayo ni madogo sana, ingawaje kubwa zaidi hilo la kuua. Kama mimi nimepewa masharti na nimezingatia. Kama la kwanza, kuhakikisha sibadilishi nguo ya chini. La pili, natakiwa nilale chini. Na hayo yote nimefanikisha, na likiwepo la kuua pia. Hivyo naomba uzingatie kabla tujafanya chochote. Kuwa makini sana, zingatia kwenye masharti, sawa? Chande, yupo kumtoa. Basi sawa. Sawa, yupo kabisa. Na una ujasiri. Haina shida kabisa. Ondoa hofu. Subiri.
kaa kama nilivyokaa. Kweli usikate tamaa tu, ipo siku Mungu atakuja kuonyesha njia, atakuja kuvuna matunda hapo baadaye. Unaenda wapi sasa? Naenda hapo mara moja, mama ameniagiza na wahi, lakini nitakuja baadaye nyumbani. Basi hamna shida, karibu. Nikupe zawadi gani inaweza fananishwa na upendo wako? Wewe mzuri akiwa nani, sifa zote nakupatia wala tabia ufanani na wale waraghai marafiki zako. Uko simpo wangu mi, ukinita naitikia na moyo wako nyama, si unajua wezi liponya motazingua. Wangu nyama, si unajua wezi liponya motazingua. Na ndo maana napata maumivu kinuna sopa. Sogea. Atanasi, unatakiwa uzingatie sana masharti, maana tundu la mafanikio yako ndio linapatikana hapa. Nyosha mikono. Huyo si konokono? Kwa macho ya kawaida unaweza ukasema ni konokono, lakini huyu sio konokono kama unavyofikiria. Ila leo sitakwambia chochote. Kuna siku nitakwambia kuhusu huyu ambaye unasema wewe ni konokono. Nyosha mikono yako. Nyosha vizuri. Umeona hii ni tundu ya mafanikio yako. Hakikisha haya nitakayokuambia uyazingatie. Nisikilize. Kuna masharti haya matatu na naomba uyazingatie. Sharti la kwanza, unapotoka hapa na kuondoka usigeuke nyuma. Na sharti la pili, hakikisha unapoenda kufikia hivi asikuone mtu yoyote zaidi ya kujiona wewe mwenyewe. Na sharti la tatu, mtu uliyemkusudia kumuondoa duniani utaje majina yake matatu, pia pasipo kusikia mtu yoyote zaidi ya kujisikia mwenyewe. Sijui umenielewa? Chande, mimi nimekuelewa. Yaani mimi ninachokihitaji ni pesa. Mimi nataka niishi maisha mazuri kama wewe, kama watu wengine. Ujue yani umaskini nauchukia sana. Mimi nataka niondokane na umaskini bwana. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Nitaenda kufanya kama ulivyoniambia. Kuwa msiri kwenye hili. Maisha ni mapambano. Utajiri hautafutu kilele mama. Unahitaji akili na siri pia. Toa hiyo shuka. Zingatia, usigeuke nyuma. Nenda. Ila zingatia, usigeuke nyuma.
Oya Ledi. Ya Ledi. Naam kaka. Sikia. Nenda pale kwa Kindonga pale. Kuna mzigo nimeuacha. Kaulete chapu hapa tufanye maarifa. Kwa jamaa lako pale juu. Si pale kwa Kindonga pale. Sawa kaka. Fanya chapu basi. Sawa. Shemeji vipi? Safi kwa shemeji. Poa, unafanyaje hapo? Unapika? Hapana, sema nilikuwa naosha vyombo hapa. Ulikuwa unaosha vyombo? Vipi lakini? Poa, je, nimemkuta? Je, toka alipoenda shamba hajarudi bado. Sawa basi, atakapokuja mwambie nilikuja kumuona mara moja. Basi sawa shemeji, karibu sana. Asante. Karibu sana Haya. Haya. Vipi bro? Kipala. Mbona umekuja kusezi hapa? Ni kweli. Nimetokea shamba kwa nikaona kwamba angalau nipumzike hapa kidogo ili niweze kutafuta pumzi nirudi nyumbani. Vipi? Unajua wewe fighter sana. Unajua wewe unapambana sana. Unafanya kazi usiku na mchana. Ongeza bidii. Sijui unanielewa katika kipande hicho. Huku mtani kote wanakuzungumzia wewe. Yule anapambana na linga. Unakuzungumzia unalinga wewe. Wewe unakuambia unalinga. Lakini sio kwamba unalinga, wewe una majukumu yako mwenyewe. Unajua una majukumu. Sawa? Hivi wewe ukiwa unalima shamba limeenea miogo. Mimi ndo nimeingia pale nipo katikati na ng'omwogo. Unaweza kunikataza? Naanzaje kukuzuia kati wewe ndugu yangu? Sasa kiko hapo unachokuzungumzia mabaya. Unapokuongelea mabaya kiko wapi? Unajua Kipala, acha nikwambie kitu kimoja. Unajua katika hii dunia huwezi kufanya kila kitu kwa kufurahisha binadamu.
Yaani kiumbe kinachoitwa binadamu ni ngumu sana kukifurahisha. Yaani hata binadamu mfanyie kitu gani, hata umlambelambe vipi, lakini kiumbe kinachoitwa binadamu huwezi kukifurahisha. Kwa hiyo ni bora ukafocus na mambo yako, au ni bora ukafanya mambo yako, lakini ukisema ufanye kwa ajili ya kumfaidisha binadamu utachemka. Binadamu sisi huwa hatulizikagi. Ni kweli. Yaani usda. Ni usda hiyo. Sawa. Ila nilikuwa nakuambia kitu kimoja. Wewe unaishije na ule ndugu yako nyumbani pale? Ndugu yangu yupi? Yule mdogo au mkubwa? Huyo mkubwa huyo. Maisha gani ambao mnaishi yani katika maisha haya na katika kuishi? Mbona naishi naye vizuri tu kama mdogo wangu na kuna tatizo? Au sio? Basi haina shida. Hilo tu. Ngoja mimi niingie zangu nikaende kuboost kidogo. Unajua? Nimetoka klabu hiko. Sasa hivi niingie. Yaani kama ndege tu. Kutoka mteo. Huku wameniambia eti kuna nani sijui. Baadaye. Sawa. Kwa mimi nimeshakwambia usiwe na wasiwasi. Unatakiwa kufanya kwamba wewe unatakiwa kuniamini. Kwa sababu kila kitu kiko sawa. Sikia nikwambie. Huu mpango mimi naamini utaenda sawa. Na kila kitu kitakuwa vizuri. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuniamini kwa sababu wewe mwenyewe unanijua jinsi nilivyo. Kwenye mipango yangu hata siku moja huwa nafaulu. Hata kama ndugu yangu usijali kuhusu hilo. Wewe amini muda wote kila kitu kitakuwa sawa. Wewe unajua mipango yangu mimi sijawahi kushindwa. Wewe unatakiwa kunielewa. Okay. Basi sawa, wewe niamini. Niamini na endelea kuniamini. Niamini. Okay. Kila kitu kitakuwa sawa. Baadaye. Kajei! Yaredi kaanguka. Yaredi kaanguka? Ndiyo kaanguka.
Yaledi, kimekukuta nini Yaledi? Amka basi Yaledi, kimekukuta nini jamani? Yaledi, amka basi Yaledi. Kuna shida gani? Nimemkuta tukalala hapa chini, sasa sijui kadondoka. Wewe. Yaledi. Wewe Yaledi wewe. Oa. Yaledi amka basi. Dogo wewe kimekuta nini? Lakini bado anapumua. Anapumua? Sikia, mshike huko. Jay, kwanza nikupe pole, alafu acha kulia, usiendelee kulia. Kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Kikubwa tuzidi kumwombea, na nakuahidi nitakuwa na wewe bega kwa bega mpaka jambo hili litakapoisha. Kwa nakuomba tunyanyuke hapa na tuweze kwenda nyumbani. Mwanangu, unajua hivi mdogo wako anaumwa nini? Hapana mama, mimi kiukweli mpaka sasa hivi sifahamu kitu chochote, kwa sababu mimi mwenyewe kuna mtu alinifuata hapa ndo akaniambia kwamba amemuona sehemu kaanguka. Yaani mpaka sasa hivi unavyomuona wewe ndo na mimi namuona hivyo hivyo, sielewi chochote mamangu. Ulishawahi labda kumpeleka zaidi ya hospitali? Hamna mama, sijampeleka sehemu yoyote tofauti na hospitali tu hii ya kawaida. Ila mdogo wako haumwi. Mdogo wangu haumwi? Nitarudi baadaye.
Odi. Asante. Tina, mambo? Poa, mzima? Safi, karibu. Asante. Vipi ile mgonjwa anaendeleaje? Aisee, Jay, pole sana. Kwa hiyo sasa umechukua uamuzi gani mpaka sasa hivi? Yaani mimi kiko mpaka sasa hivi unavyoniona, sijachukua maamuzi yoyote. Yaani sijui hata mimi nafanya nini. Kwa sababu kuumwa kwa dogo, yaani kumetokea tu ghafla. Yaani sielewi dogo amepatwa na kitu gani mpaka sasa hivi. Ila mimi nawaza, kwa nini usijaribu kwa watu wetu hao? Maki inaweza kukuta anaumwa, lakini haumwi jinsi tunavyofikiria sisi kwamba anaumwa. Kuna kitu ambacho kinafanyaje, kinamsumbua. Ulishajaribu? Watu gani unamaanisha? Kwamba waganga? Waganga. Yaani mimi nimchukue mdogo wangu nimpeleke kwa waganga? Sikia kule. Yaani kifupi, yaani mimi na hivyo vitu huwa hatuaminiani. Yaani kifupi siamini kuhusu swala linaitwa waganga. Alafu kingine, mimi sitaki kuamini kwamba mdogo wangu amelogwa kulia. Mdogo wangu kama unavyomuona, wewe ukimkuta ni mpole. Hana shida na mtu yoyote yule. Sasa niambie, nani atoke enda akamloge dogo? Jay, ngoja nikwambie kitu. Katika hii dunia kuna mambo mengi ambayo ni ya ajabu, ambayo hata wewe mwenyewe ukisimulia na mtu yoyote hutaweza kuamini. Mimi mwenyewe tayari shega kunikuta. Mke wangu alikuwa na mimba, lakini cha kushangaza alienda hospitalini akazaa muhogo baada ya kuzaa mtoto. Wewe sasa hivi unasema kwamba mdogo wako anaumwa, unasema kwamba waamini waganga. Unataka kitu gani je? Hii dunia tayari isha. Dunia imevaa sketi. Dunia imetoboka. Hali ya mgonjwa sio mbaya. Mungu anasaidia. Japo sio sana, ila afadhali anaendelea vizuri. Jambo la heri kusikia hivi. Samani, lakini je, nimemkuta? Jay katoka asubuhi sana. Mapema mno na bado hajarudi. Okay, sawa, haina shida. Basi nitarudi baadaye kumjulia hali mgonjwa. Basi sawa, karibu sana. Okay, asante. Hemu amka basi. Usio kama mtu ambaye amemezwa sema amekula si ubongo wa mamba. Amka. Wake up my friends. Hii ni dunia, kila mmoja ana njia zake anazojua nini kupata pesa na kufanikiwa na kufanya masuala mengine. Kulia. Mimi naomba nirudi nyumbani. Nikamwangalie dogo kwa sababu dogo mtu ambaye nimemwacha naye hayuko makini. Lakini kuhusu masuala ya waganga kule, yani mimi hata siwezi nikafanya hivyo vitu. Labda kama utanishauri kitu kingine. Lakini kuhusu waganga kule, hapana. Na mdogo wangu mimi hajalogwa. Jay. Kwa wazo langu umeona la kijinga Kwa hiyo kumbe mimi ushauri wangu nao kuambia unaona sasa hivi ushauri wangu wa kipumbavu, si ndio? Jay, dunia imeisha. Mtoto anataka kitu gani? Haina shida. Atakuja iko siku apate tatizo kubwa sana kabisa, au atakuja kujua kwamba waganga ni kina nani hapa kijiji hiki. Hana tatizo. Unamsimamisha mtu gani? Kwani mimi mtu mzima unaniweka hapa naongea na wewe, kumbe hamna chochote nyama. Hai! Haina shida. Mimi mjinga kwako, nisamee mimi. Mimi ndo nimekosea. Nisamee mimi na nikaka yako. Mbafu kabisa. Ningekuwa kabisa najua hata masuala kama hayo, si ningekaa nyumbani nikatulia. Mtu anazaa muhogo hapa unakaa na mdogo wako. Ujinga mimi naweza kutaka kabisa ujinga kama. Kijiji habari vipi? Safi Tina, mambo? Poa, mzima? Hivyo hivyo tu. Nimepita nyumbani kwenu sijakukuta. Kuna sehemu nilikuwa nimeenda tu mara moja. Vipi lakini yale mgonjwa anaendeleaje? Tina, kiukweli mimi nisikuongopee. Yaani mgonjwa hali yake bado ni mbaya sana. Yaani hairidhishi hata kidogo. Hali ya mgonjwa sio mbaya. Mungu anasaidia. Japo sio sana,
ila afadhali anaendelea vizuri. Tina. Kuna kitu umefikiria kuhusu kumsaidia mgonjwa? Nilikuwa naanza tu ni namna gani tutafanya kuweza kumsaidia mgonjwa. Basi sawa, mimi naomba niwe nyumbani angalau nikamwandalia mgonjwa hata chochote kitu, maana toka nimetoka nyumbani nimemwacha tu akiwa amepumzika. Okay, basi sawa, haina shida. Mpe pole sana mgonjwa. Sawa. Atanasi, masharti umefanya kama nilivyokuambia? Chande, huwezi amini, nimefanya kila kitu ulivyonielekeza wewe, lakini cha kushangaza dogo hajafa. Yaani umefeli? Hajafa? Hicho tu ndio kinapelekea mpaka niwe na mawazo. Kuna mtu yote amekuona? Kuhusu kuniona hapana, lakini Shemeji vipi? Safi kwema shemeji. Poa, unafanyaje hapo? Unapika? Hapana, sema nilikuwa naosha vyombo hapa. Kuna binti mmoja hivi alikuja nyumbani kwetu, lakini sidhani kama aliniona. Atanasi, hapo ndipo ulipokosea. Ina maana umesahau masharti ambayo nimekupa? Sasa mimi nafanyaje? Umefanya uzembe. Tena umefanya uzembe mkubwa sana. Na hii itakupelekea kuwa matatani. Sikia, unachotakiwa kufanya, mdogo wako anatakiwa afe. Chande, sasa mimi hapo nafanyaje? Tundu. Tundu? Una maana gani unapozungumza tundu? Tundu la mafanikio yako umeshaliziba. Na ili ulifungue, mdogo wako anatakiwa afe. Tena ndani ya mwezi huu 1 na siku 7. Mdogo wako ameshakufa. Na ikishindikana utakufa. Chande, mume wangu, maisha ninayoishi humu ndani kiukweli siyataki, na yachukia na siyapendi. Yaani namaanisha maisha ninayoishi humu ndani nayachukia, siyapendi na sitaki hata kuyaona. Mimi ni mwanamke na ninahitaji kuitwa mama. Nitaishi haya maisha mpaka lini, Chande? Unisikilize. Tena unisikilize kwa umakini sana. Nimevumilia vya kutosha, miaka mingi nimekaa kama mjane aliyakuwa nina mume na nina uzazi.
Si unanielewa? Tutishia maisha mpaka lini? Unataka ukifa hizi mali zako halisi nani? Kipepeo, hivi ni kitu gani hapo ambacho wewe uelewi? Ama umejisaulisha kuwa hizi mali tumezipata katika njia zipi? Sikia, wewe una akili timamu sana. Sasa usijitoe ufahamu. Ikiwa kwamba unajua ni masharti gani ambayo tumepewa. Sasa unapokuja hapa unalalamika kuhusu swala la mtoto na yale ya kwamba unajua kila kitu, nashindwa kukuelewa. Usijitoe fahamu Kipepeo. Unaelewa kila kitu kinachoendelea. Naomba tuheshimiane. Usitake kuwapa faida majirani. Ama kama umeamua tu leo unidhalilishe uamke kwa ajili ya kunipigia mimi makelele, watu wasikie, sawa? Endelea kupiga kelele, lakini nakuomba jiheshimu, niheshimu. Sitaki leo nitibue. Nimeamka vizuri sana. Chande, nimesema hivi, haijalishi ni nini, haijalishi ni masharti gani. Nyamaza! Sikiliza. Siku nyingine sitaki kusikia hiyo kauli. Sijawahi kukupiga na wala hujawahi kusikia kauli mbaya kutoka kwangu. Na kuheshimu ni heshimu. Mimi ni mumeo. Wewe unajua hizi mali zimepatikana kwa njia zipi. Sasa sitaki kusikia hiyo kauli hata siku moja. Tena naomba ujiheshimu. Utonifanya niwe kiokote popote kambi tena gari moshi pakia. Utonifanya niwe kiokote upendo wako tena nikakupenda pia. Kumbe mapicha picha kama yote, mana mapenzi yanaumiza moyo. Ukipenda usipopendwa ni kilio. Ni kilio. Naonesha upendo wa dhati kwako Diana. Kumbe kunyuma mwenzangu unaning'ong'a na mchati. Mimi nitazoea mwenzako, nitazoea. Atanasi. Wapi saizi? Safi. Mbona hinya hivyo? Wapi umetoka sasa hivi? Kwani shida ni nini? Atanasi, naomba nikuulize kitu kimoja mdogo wangu. Unajua mimi nashangaa sana. Toka mdogo wako ameumwa ndani, yaani wewe wala hata haujali. Yaani wewe uko busy. Mara umeingilia huku, mara umeingilia huku, mara umeingilia kule. Ina maana hujui kama mdogo wako anaumwa? Haya, unataka nifanyeje? Au unataka nini ili nifanye? Mimi ndo Mungu? Au tuseme kwamba mimi ndo daktari sasa nikamfanyia upasuaji? Haya. Au unataka kitu gani? Mimi sikuelewi ujue. Hivi uko sawa kweli wewe kiakili wewe? Hapana, basi akili sina. Haya, niambie wewe mwenye akili sasa. Haya, nakusikiliza. Atanasi, hivi akili zako wewe zimetimia kabisa? Hivi unaweza ukaniambia ni ugomvi gani mkubwa ambao wewe umegombana na mdogo wako kiasi kwamba yupo katika matatizo lakini unashindwa kuwa karibu naye? Hebu niambie. Ni kitu gani ambacho mdogo wako amekukosea kikubwa
ambacho kinakufanya mpaka unazungumza hizo kauli zako za kipumbavu Atanasi, wakati mdogo wako anaumwa hali mbaya yuko ndani? Aliyekwambia yule ni mdogo wangu nani? Mimi sio mdogo wangu. Yule ni mdogo wako wewe. Halafu sikiliza. Mimi masuala ya kusema kwamba yule pale sijui nifanye hivi, niishi naye sijui nini kwa upendo, yametokea wapi? Wote humu sisi tunalala ndani. Tunatoka. Nataka niwe na ukaribu naye kivipi? Atanasi, hii ni dunia. Hii ni dunia. Kuna siku litakuja kukukuta jambo Atanasi. Haki ya Mungu mimi nakuapia. Hii ni dunia. Alafu na dunia huwa inalipa hapa hapa duniani. Usifikirie kwamba Atanasi mbinguni kuna malipo. Malipo huwa ni hapa hapa duniani. Atanasi, kuna siku moja dunia itakuja kukufunza na utakuja kujua kwamba hii ndo dunia. Yaani mdogo wako yuko ndani anaumwa kazidiwa. Wewe unanijibu ujinga. Unanijibu ujinga hali ya kwamba mdogo wako anaumwa ndani, haongei, kula kwenyewe kwa shida. Uko sawa? Unajiona uko sawa? Atanasi, Jaredi atabaki kuwa mdogo wako tu. Kwa unanitisha kwamba dunia itanifunza. Imefunza wangapi? Na umehitimu wangapi? Mbona tujawaona? Achana na mimi bana. Hiki ni kichwa kingine. Achana na mimi. Wewe vipi? Yule ni mdogo wako. Hangaika mpaka apone. Karibu. Karibu. Asante mganga. Mganga, mimi nilikuwa na shida. Ndio. Na shida yangu ni kwamba nilikuwa nahitaji dawa ya kumuua mdogo wangu. Kwa nini unataka kumuua mdogo wako? Mganga, mimi nahitaji hiyo dawa. Hao masuala kusema kama namuua ili iweje, niachie mimi. Tina. Karibu. Karibu kae. Habari yako? Salama Tina. Karibu. Asante. Vipi ile mgonjwa anaendeleaje? Kiukweli mgonjwa kama unavyomuona Tina, yaani hapo alipo ndo hivyo hivyo. Yaani yeye anashinda amelala, chakula chenyewe anakula kwa shida. Yaani hivyo alivyo ndo hivyo hivyo. Ni nini hasa kinachomsumbua? Mimi dawa nitakupa. Masharti tutayaweza. Kuhusu masharti mimi nitaweza. Na sidhani kama nitashindwa. Sawa, mimi nitakupa dawa. Ile hiyo dawa masharti yake inatakiwa umnyweshe usiku wa manane huyo mdogo wako. Haina shida. Mimi kikubwa tu nifanikiwe. Aya. Ngoja nikupe dawa. Aya. Aya. Tulia. Naona hii dawa. Ndio naiona. Unaiona hii dawa? Naiona. Naomba usikosee masharti. Ukikosea masharti mimi sipo, kwa sababu wewe ndio umenifuata. Malipo utaniletea baada
ya kukamilisha zoezi lako. Ukikiuka yatakao kukuta usirudi hapa. Haya, chukua dawa hii. Chukua dawa hii. Kwa kweli toka tumetoka hospitali, kile alichotuelekeza daktari kule ndio hivyo hiyo. Yaani hamna cha ziada, hamna chochote kilichoongezeka wala kilichopungua. Yaani ni vile vile. Vipi lakini umejaribu kumpeleka kwenye maombi? Sijafikiria bado kumpeleka kwenye maombi kwa sababu mimi naamini mdogo wangu hahitaji hayo maombi. Atakaa sawa tu. Labda ungefikiria hilo, umpeleke kwenye maombi, huenda angemsaidia. Sawa. Tutajaribu kufanya hivyo. Huenda pia inaweza kuleta matokeo mazuri kama unavyosema. Sawa, lakini samani, vipi kuhusu upendo wangu? Unajua fika na kupenda je? Hivi Tina, wewe uko sawa kweli? Yaani badala utoe wazo kwamba tunafanyaje kuweza kumtibia mtoto apone, lakini matokeo yake kwamba unakuja na masuala ya mapenzi. Kwa hiyo sasa mimi nishike lipi sasa? Sawa. Mimi niseme asante. Na umesema kwamba malipo ni baada ya kufanikiwa. Ukishamaliza kazi yako utakuja kunilipa kijana. Mizimu ndio imesema hivyo, nisikutoze hata shilingi 100. Haya. Kwenye waganga wamebakia wachache. Maana wengi sana watanguliza pesa mbele. Ila itakuwa wewe ndio mganga wa hakika. Basi nashukuru. Wengi wamekuja na wamefanikiwa. Yaani wewe utakuwa mtu sijui wa 100. Basi sawa, ngoja nikuache. Mimi niseme kwamba nashukuru na kwaheri. Sawa, unaweza ukaenda kijana. Haya. Ya. Gendelo ludodi, oluka furaje nyika. Gendelo ludodi, oluka furaje nyika. Gendela ludodi, oluka furaje nyika. Gendelo ludodi, oluka furaje nyika. Gendelo ludodi, oluka furaje nyika. Ni dili na mdogo wangu anaumwa au ni dili na mapenzi? Tina, wewe akili yako imetimia? Badala tukae tunaumiza kichwa, nini tufanye? Mgonjwa akae sawa, unaniambia kwamba masuala ya mahusiano. Tina, sikia nikwambie kitu kimoja. Kama ni taarifa kuhusu mgonjwa nimeshakwambia. Mambo niache. Yaani kwa sasa mimi kichwa changu kiko sawa kabisa. Yaani sifikiria hata hizo habari zako za mapenzi ambazo unawaza. Hapana. Angalau ungenipa hata siku moja nikuonyeshe upendo wangu. Jinsi ninavyokupenda. Bila wewe mimi siwezi ishi Jay. Nakupenda sana Jay. Na nina upendo wa kweli juu yako. Hivi hujanielewa nilichokiongea? Nimesema hivi. Sawa. Kama ni taarifa kuhusu mgonjwa Tina, nimeshakupatia. Sawa? Hivi unaweza ukaenda Tina. Mimi kichwa changu kiko sawa. Mimi sasa hivi siwazi mapenzi Tina. Mimi nawaza jinsi gani mdogo wangu nitampatia tiba. Nadhani hapo utakuwa umenielewa Tina. Yaani kichwa changu hakiko tayari kusikiliza hayo mambo yako ya kipuuzi ambayo kila siku unakuwa unaniambia. Samahani sana Jay. Basi utampa pole mgonjwa. Mimi naomba.
Kula. Kula vizuri. Odi. Gifty. Karibu. Asante, nimegonga muda mrefu hapa nikajua hamna mtu. Nilikuwa kidogo kuna kazi kidogo hapa. Karibu. Samahani. Nilikuwa namuulizia Gift kama yupo. Kwanza nikupe pole kwanza. Nasikia unauguliwa na mdogo wako. Ni kweli. Dogo anaumwa sana, lakini tunachomshukuru Mungu bado anapumua. Kila kitu kitakaa sawa, lakini hali yake sio nzuri kidogo. Nikupe pole tena. Kwani wewe hujui Gift kama kaolewa? Gift kaolewa? Gift kaolewa. Omari, naomba nisikilize sawa. Omari, unajua mimi na wewe tumefahamiana kwa muda mrefu. Alafu mimi sina masiala na wewe ya hivyo. Gift kaolewa? Gift kaolewa. Tena ndani ya siku 2-3 zizi tumekula ubwabwa sisi hapa. Kwa hiyo pole sana ndugu yangu. Ila mimi nilikuwa najua wewe ndio utakayemuoa Gift. Kwa hiyo pole sana ndugu yangu. Umeondoka umefura, uzuri wa sura siuoni tena, na ukuso umekunja, mabegi umefunga, sikuoni tena. Naona bora ungesema iliwe mapema nijiandae. Ulikuwa chana chema, umeshindwa kuwa mwema, unikatae. Mateso mapenzi tumumbiwa tuso nacho, wenye nacho natamba waziwazi. Mi mwenyewe nashuhudia kwa macho, tunda langu limekwa hadharani. Na kama upendo nimejaliwa, mzigo waku... Yaani hapa ya Lady hapa. Mbona nitakufundisha dunia ilivyo? Wanatia mchezo mimi? Hapa lazima ufe. Hapa lazima ufe. Mimi ndo atanasi bwana. Mimi nataka pesa. Mimi siangalii nani wala nani. Hata yeye mwenyewe akisema nimtoe na mtoa. Kwani shingapi? Mimi nachokiangalia naangalia maokoto. Kwa nini unganganie kuishi? Kwa nini usife? Lazima ufe.
Unaangalia kitu gani? Muone. Wewe umegoma kula leo. Wewe mimi ndiye hapa. Tengeneze mwili. Ni vizuri, napenda ule. Nataka kunenepa mwanangu. Ya, lazima unenepe kwa sababu kama unavyoona haya maisha mazuri, lazima upate chakula kizuri. Mbona misemo migumu hivyo? Kwa hiyo mimi nipo kwa ajili ya kula. Hapana. Sinahitaji ule mradi upendeze. Asante Mungu. Mke wangu, mimi kuna jambo nataka nikuulize. Lakini nakuuliza kwa upendo tu. Pole sana rafiki yangu. Na sijajua bado unataka mimi nikusaidie nini. Msaada nilikuwa nahitaji kutoka kwako. Nilikuwa naomba uweze kuzungumza na Jay, umwambie kwamba nampenda sana. Maana nimejaribu kwa kila namna, nimeshindwa. Sijajua kwa nini yule mwanaume anipendi. Asa Tina, kama wewe umejaribu kumwambia, ameukatalia, mimi ni nani anikubalie? Alafu kingine Tina, mbona hapa kijijini kuna wanaume wengi? Na unaweza kumpata mwanamume ambaye atakupenda na wewe ukampenda, mkaliziana kabisa yani. Kuliko unahangaika na mtu ambaye hakupendi. Bila shaka mmeonguliza tu. Unajua hakuna kitu kibaya kama kutoka nje ya makubaliano. Na hakuna kitu kizuri kama kukamilisha ahadi. Yanazungumzia makubaliano. Mfano, leo umeenda kukopa, ukamwambia mwenyewe kwamba nitakulipa kesho saa 6. Alafu mwisho wa siku baada ya kufika saa 6 haukumpatia hela yake. Hapo jua umetoka nje ya makubaliano. Hiyo ndo mbaya sana. Mume wangu, naona kona zinakuwa nyingi. Niambie lengo kuu ni nini? Unataka kuniambia nini na kinahusu nini? Mke wangu, unajua huwezi kufika kwenye lengo kabla ya kupewa maana ya jambo. Ndio maana natanguliza hizi semi kwa maana halisi ya hilo lengo. Iko hivi. Mimi nadhani wewe unajua hizi mali tumepata kwa njia zipi, sio? Ama wewe ufahamu tumezipata kwa njia zipi? Bado sijamwagiza mtu. Nimejaribu kwenda mimi peke yangu. Kwa kuwa nimeshindwa, nimeona nikutumia wewe. Labda atakuelewa. Moyo wangu umempenda Jay tu na ndio niliona ni sahihi katika maisha yangu. Na sio wanaume wengine hapa kijijini. Sawa. Acha nikusaidie. Kwa kuwa ni rafiki yangu. Lakini ingekuwa ni mtu mwingine baki tu, nisingeweza kufanya hivyo. Tashukuru sana kwa hilo. Nikitimia nitakutafutia pia zawadi. Ila tena kumbuka umenigia msalaba mzito sana ambao sidhani kama kuubeba nitaweza. Ila kwa kuwa ni rafiki yangu, usijali. Unaelekea nyumbani au? Ya, naenda nyumbani. Sina pengine pa kwenda. Sawa, mimi naelekea hapo dukani. Unajua mchana. Okay, tunaweza kwenda. Sawa. Mume wangu, nafahamu hizi mali tumezipata kwa njia ya kishirikina. Lakini sikutarajia kwamba atakuwa na madhara makubwa kiasi hiki. Yaani umri huu mume wangu, mimi na wewe hatuna hata mtoto. Light kama mioyo ingekuwa inafunguliwa, ningeufungua kwangu uone maumivu ambayo yapo kwenye moyo wangu. Maumivu ambayo sijui atapona lini, sijui atapona mwaka gani. Mume wangu, natamani sana mtoto kwa kweli. Yaani nikiwa natoka nje naona watoto wanatembea wanafurahi na wazazi wao. Natamani sana mume wangu na mimi nije kuwa na mtoto. Alafu mume wangu, naomba nijue kitu kimoja. Kwenye kile chumba ambacho hutaki hata nikiguse, hata kukisogelea. Natamani kujua, natamani kufahamu kuna nini kwenye kile chumba ambacho mume wangu unanificha. Nimepewa mke wangu. Maisha ni vile ambavyo wewe umechagua kuishi. Na maisha unaishi kutokana na makubaliano mliokubaliana. Ndio maana nilikwambia ukivunja makubaliano, hilo ni tatizo kubwa sana. Nilishakwambia kabla
kile chumba sitaki mtu yoyote afungue zidi ya mimi mwenyewe. Sasa nashangaa leo unaniuliza swali ambalo linajirudia. Kwa kuwa unahitaji kujua mule ndani kuna nini, kwa leo naona haitupendeza kuzungumzia hili. Leo nilikuwa nahitaji tu tuzungumzie juu ya haya makubaliano. Siku nyingine nitakwambia juu ya kile chumba kina nini, tena kwa kukuonyesha, sio kwa maneno. Nakupenda mke wangu. Unachotakiwa kujua, siwezi kukuficha kitu chochote, ila muda ndo kila kitu. Endelea kula. Sawa. Umeondoka umefura, na uzuri wa sura siuoni tena, na ukuso umekunja, mabegi umefunga, sikuoni tena. Naona bora ungesema iliwe. Kweli usikate tamaa tu, ipo siku Mungu atakuja kuonyesha njia, atakuja kuvuna matunda hapo baadaye. Nijiandae, ulikuwa chana chema, umeshindwa kuwa mwema, unikatae. Mateso mapenzi tumumbiwa tusonacho, wenye nacho natamba waziwazi. Mi mwenyewe nashuhudia kwa macho, tunda langu lamekwa hadharani. Na kama upendo nimejaliwa, mzigo wa kuni unanielemea. Nafuta jasho meletembea, na iko siku atanilipia. Asa kwa nini wewe? 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 Kusema kweli ninashindwa, maji ya shingo yananikabako. Penzi leo ni ujinga, malengo yote yamekuwa no. Nikikumbuka before, so siri na ni umaro. Hivi kweli ndo meko, hadi imekuwa ndoto. Mkulima mwenye shamba, mwenyewe nilipalilia. Leo kaniona mshamba, wajanja wakanibia. Macho mbele sioni, ila panapo nyuma siponi. Nakupenda sikomi.
Shoga yangu umemwona yule pale? Anaitwa Jay, usiokasahau tu. Ndio yule kumbe? Ndio yule. Ila shoga yangu naogopa. Unaogopa nini tena? Wewe, niponze? Usiogope bwana. Wewe. Ngoja sasa kwanza. Kwa hiyo okay fine, nimekuelewa. Jay. Karibu. Asante, mambo? Poa, vipi? Nilikuwa napita pita hapa nikasikia makelele nikaona sio vibaya ndio kusalimia. Nipo nafanya usafi kidogo wa shamba hapa. Karibu. Asante, ila samahani. Jina langu naitwa Chimani. Pia kama utojali nilikuwa naomba namba zako za simu. Chimami, wewe ni mgeni katika kijiji hichi? Hapana, nakaa mitaa hapo tu kati. Sawa basi andika. 0682 0682 25 25 25 25. Oh, ni save ile je? Save. Okay fine. Sawa, karibu. Asa kwa nini wewe? Asa kwa nini wewe? Asa kwa nini wewe? Asa kwa nini wewe? Kusema kweli ninashindwa, maji ya shingo yananikabako. Penzi leo ni ujinga, malengo yote Alikwambiaje? Tutaongea. Kumbuka before, so siri nani umaro. Hivi kweli ndo mego, hadi imekuwa ndoto. Mkulima mwenye shamba, mwenyewe nilipalilia. Leo kaniona mshamba, wajanja wakanibia. Unajua mimi naona mnanipa mtihani sana ndugu zangu. Mimi kafara nimetoa wiki 2 zilizopita na hilo nyinyi mnalijua. Sasa leo mnaniambiaje nitoe tena kafara? Zamu yangu gani? Zamu yangu gani? Sasa mbona hiyo zamu mimi imenifikia haraka kiasi wakati mimi wiki 2 tu zilizopita mimi nimetoa. Sikilizeni sasa niwaambie. Mimi hapa kwangu naishi na mke wangu tu. Niko na mke wangu tu, sina mtu mwingine. Aya sawa. Mimi hapa na mtu mwingine lakini na nyama nyingine. Sasa mimi nitafanyaje? Basi subiri nisikilize. Basi subiri. Kwa hiyo Tina, mimi ngoja niende zangu nyumbani. Kama kazi yako tayari nishaianza. Kwa hiyo usijali kwa hilo. Asante sana Chimami. Hakika umekuwa rafiki bora kwangu. Usijali. Hakuna kitu kinashindikana kwangu. Kwa wewe kuwa na amani. Sawa, basi mimi ngoja niende nyumbani. Okay sawa. Ila lolote litakalotokea basi tutajulishana.
Ya sawa. Jay. Wewe jana umejifanya mjanja sana. Sasa mimi nataka nikufahamishe, mimi ni mjanja zaidi yako. Sasa leo nataka nikukabe mpaka ufe. Na kama utapona, basi utakuwa huru. Fala. Atanasi. Atanasi.